Mtakatifu anayo kwani ya Kristo. Naitwa Roda Kapusi. Nimeugua miaka 10 imepita. Nimesumbuka mawaganga. Nimeenda huku na huku nimeshindwa. Wachawi walinibebesha mbwa mgongoni. Walinioanisha na mbwa, ilikuwa kama mume wangu. Wakati mume wangu tumeachana. Mbwa hiyo nimesumbuka nao miaka 10 bado amenioa, nimekuwa mke wake. Nimeenda mawaganga, imeshindikana. Mama ngoja. Huyo mbwa amekuwa kama mmeo kivipi? Wachawi walinibebesha mbwa kama mume wangu. Wakati mume wangu tumeachana, kumbe wachawi wakanibebesha mbwa kwa kusema huyu ndio mume wako. Kwa hiyo nilikuwa nalala naye usiku. Anazini na mimi. Huyo mbwa ulikuwa unamuona? Mbwa namuona kwenye ndoto. Inakuwa kama mbwa linakuja inalirukia kama lijitu lijini alieleweke, lakini ilikuwa mbwa ilikuwa na miguu 4 nazini naye. Kila nikiamka nimechafuka. Nimeenda huku na huku kwa waganga. Mganga mmoja aliniambia, wewe hiyo mbwa Muislamu, alisema hiyo mbwa haiji kutoka. Mtu wako kutoa hiyo mbwa haiwezi na watoto mgongoni kwako. Kwa hiyo kutoka mpaka kaburini na hapo kufa ndio hiyo mbwa itatoka. Nikakata tamaa. Nikaanza kumwomba Mungu. Nikamwomba Mungu nichukue bora nife kwa sababu mimi nateseka. Kurudi nyumbani kwetu, nilikuwa naishi Chunya. Kurudi nyumbani kwetu ndio nikaliona hili kanisa huyu baba wa Mkombo. Nikaenda kwenye kanisa lake kwa Joshua. Huyo mbwa alikuwa kama mmeo? Ndio. Alikuwa anakuja kwa njia ya ndoto. Ya ndoto nikilala. Wakati huo ulikuwa na umri gani? Sasa kidogo. Umri huu kubwa huu. Nilikuwa na umri huu. Miaka mingapi iliyopita? Miaka 10 iliyopita. Huu mwaka wa 11. Alivyokuwa ananitesa miaka 10 imepita. Nilivyoenda kwa Joshua, Yesu wa Mkombo, ndio kuniombea, ikawa hapo hapo hiyo mbwa haijarudi tena mpaka leo. Nimepona. Watu wa kawaida walikuwa wakikuona hivi wanaona huongozani na mbwa wala ni hamna mnyama anayekufuatilia? Hamna. Muislamu mmoja ndiye alinionyesha, akasema nakupa hii dawa uoge. Ukioga utaziona mbwa live zinapita 3. Ile ya katikati ndio yenye iko mgongoni kwako ambayo amekubebesha. Akasema ila nakuonyesha tu mfano. Kweli nimeoga, kuangalia nipo nyumbani kwangu nakuta mbwa ya katikati na niangalia usoni. Kubwa iko hapa. Sababu unaiona kwa macho ya kawaida. Nimeiona kwa macho ya kawaida. Baada ya kupewa ile dawa na kuoga. Huyo alikuwa ni mganga au alikuwa ni nani? Alikuwa tu Muislamu anasoma Qur'ani. Alinionea huruma akasema mbona wewe umebeba mbwa unatembea na mbwa? Uje nyumbani. Ndio nikaenda kanielekeza kanipa hiyo dawa. Akasema huyo mbwa kutoka mgongoni kwako hatoki leo wala nini. Utakapoenda kaburini ndio mbwa huyo atakuachia. Alafu situpe hela mwa waganga watakulia bure hela, haji kutoka huyo mbwa mpaka kaburini. Basi nikaa naomba Mungu nichukue basi nife, nateseka kila siku ya Mungu linakuja hilo limbwa. Wakati huo ulikuwa na ndoa yako au? Wakati tuliachana muda na mume wangu. Mmeo uliachana naye kwa sababu ya huyo mbwa? Wakati bado. Wakati alikuwa yupo huyo mbwa amekuja wakati mume wangu tulishaachana muda. Ndio akanibebesha huyo mbwa. Ulimjua huyo aliyekubebesha mbwa? Huyo mtu? Sijamjua, nitamjua nani? Sijamjua, ni mchawi tu alinibebesha. Kwa Joshua ulifikaje? Nilifika kwa Joshua, tuko jirani. Sasa jinsi ya maombi yala nawaombea watu, moyo wangu ukanituma kwamba nenda pale utaenda kupona. Nilienda kwa Joshua kweli, nikamwelekeza Joshua kaniombea. Alivyoniombea ikawa pale pale nimepona, sioni mbwa. Siku ile ambayo umekwenda, siku moja tu alivyoniombea nikapona, mbwa hilo katoka. Mpaka leo hii sijamuona mbwa tena. Ndoto za ajabu ajabu? Ndoto ya ajabu ajabu hakuna tena? Ndoto ya ajabu ajabu hata kisema shuhudia mle kanisani naogopa, nasema we naogopa mimi, ndoto yangu ni chafu, naogopa kusema mimi kulala na mbwa. Ndio hilo. Lakini mama, ukitoa ushuhuda maana unamwaibisha shetani. Na uzuri kashatoka, ukiendelea kumwaibisha kwenye ushuhuda ni vizuri pia.
Amina baba. Wewe kitu chako ndio hicho? Kitu changu, shuhuda wangu ndio huo, kwa nimepona saizi, ni mzima baada ya kusumbuliwa miaka 10. Fika kwa Joshua mambo yakakaa sawa. Amina. Kwenye safari yako ya kuzunguka kwa waganga mbalimbali, kipi ambacho nakikumbuka kama mpaka leo nasema yule mganga wa kweli alikuwa tapeli? Kwa kweli nimezunguka mwa waganga, hamna mtu aliyonitapeli kitu kikubwa. 5,000 ndio utasema umempa mtu 5,000. Na 5,000 ndio nilikuwa natoa hela. Mimi nilikuwa story. Kwa sababu gani? Watu wananiambia kabisa, hao waganga wanasema kitu chako hicho kukitoa, hiyo mbwa hauwezi katoa. Atakutapeli mtu yeyote kukuchukulia hela, lakini hiyo mbwa haitoki. Kwa mimi sana 5,000, 10,000 nimempa mtu. Nimetembea kwa waganga karibuni hawa 5. Muislamu alikuwa wa 6, ndio nilikata tamaa hapo hapo alipokupa hiyo taarifa kwamba huyo hatoki huyo. Wanaokutazama kwa sasa baada ya wewe kupona, ulikuwa unawaambia nini? Mimi nawaambia jamani ya kanisa hili, nawaambia jamani, karibuni kwenye kanisa hili, nimepona. Mimi nilikuwa na matatizo haya na haya. Sasa changamoto tunakokaa, watu hawako vizuri kwa kweli, wana wivu fulani hivi, wanapiga vita kwa kusema siponye watu. Huyu baba kweli ameponya watu sana, amesaidia sana watu, amewaponya watu magonjwa mazito, lakini wengi, 100% ni wabishi, alafu wana wivu fulani hivi, kama wachungaji wana wivu, wanamuonea wivu Joshua. Wanamuonea wivu. Tunamshukuru. Mimi nakushukuru sana mama. Asante. Pole sana na hongera. Asante.